Kuna milango haipaswi kufunguliwa, na kuna siri zinazika roho hai. Maumbile si kila kitu ni kama kinavyoonekana. Nashukuru kwa penzi lako. Wewe ni mtamu. Nimeenjoy sana kusikia leo. Na natamani endelee kuwa hivi hivi. Ila hii siri baki kati yangu mimi na wewe. Asante. Wewe ni binadamu kweli wewe? Binadamu gani kama mmenyima roho ya kikatili? Unata huruma. Napata maumivu lakini bado unaning'ang'aniza, unafanya jinsi unavyotaka. Kwani unajiita binadamu? Unafanya ukatili kama huo kweli? Haina shida. Najua Mungu atalipa. Wanikatili! Kaka Kamnesi. Ina maana kumbe mpuzi muda wote ulikuwa chini ya kitanda. Hivi kaka? Hivi wanawake wote nje hujaona? Leo unasubutu kulala na dada yako? Maumbile yamegeuka laana. Umefanya hivyo kwa sababu una mali au una pesa nyingi? Na ndio maana umelala na dada yako? Unashindwa kutambua kwamba ni ndugu yako huyu? Hivi kaka una akili kabisa? Hiki ulichokifanya umejitafutia laana. Siwezi kukaa hapa nikaona upuuzi unamfanyia dada Melina. Dada Melina, nanyuka tuondoke. Hamna kutoka mtoto ndani. Nisikilizeni. Siwezi nikakubali au nikaona au nikasikia nazalilika huko nje kwa sababu ya hichi kilichotokea huko ndani. Sasa nisikilizeni kwa makini. Ole wenu atakayenyanyua mguu wake kutoka huko ndani kwenda pale nje. Kuanzia sasa wewe Simoni na ndugu yako Melina hamwezi kutoka huko ndani mkaenda nje. Mtakuwa wafungwa kuanzia leo. Siwezi kukubali kuona aibu yote uko nje au nikasikia chochote.
siri ndani ya nyumba kubwa, maumbile yamegeuka laana. Ina maana Simoni kipindi nafanya utayari alikuwa chini ya kitanda kweli? Nakasikia na kaona kila kitu. Haiwezekani. Nikisema niruhusu ya mambo yatoke nje, tazalilika. Hapa cha kufanya wapoteze. Walikuwa poteza kabisa. Ingia, mlango uko wazi. Wow, ndugu wangu Kamese huyo. Kamese. Hivi dada, muda huu ukuja kwa mtu kweli? Umeshinda hata kupiga simu. Hujui kama nipo au sipo, hujui na ratiba gani, unakuja tu bila taarifa yote. We Kamese, hata bwana masiala yako bwana. Kamese bwana, njoo bwana. Hata upokee dada zako jamani, hivi una tabia gani siku hizi? We Kamese wewe. Acha bwana mambo yako bwana. Sio niache. Dada, huwezi kuja kwangu bila taarifa yote. Je, kama ningekuwa nimetoka, ningekuwa sipo? Unakwenda kwa mtu toa taarifa. Simu nayo mshiro kunipigia. Hatari. Kamese, kuja kwako paka nitoe taarifa. Ninasema toa taarifa. Nije mpaka nitoe taarifa, ina maana wewe una familia? Una mke kusema kwamba nitoe taarifa? Hata kama sina mke, ulipaswa unipe taarifa. Sio unakuja tu unavyojiamlia. Siku hizi ndio umekuwa hivyo mdogo wangu? Nisikize dada. Unaondoka saa ngapi? Makubwa. Tena unaniuliza naondoka saa ngapi? Ndio, unaondoka saa ngapi? Hata kupumzika sijapumzika. Hata maji yenyewe sijani. Unaniambia naondoka saa ngapi? Acha bwana mambo yako. Jamani, Kamese. Nipe basi maji ya kunywa. Hivi uone hili joto jamani. Wewe Kamese wewe. Basi watu wakifika gambini basi ndio mpaka utoe taarifa. Ndio nishafika hapa. Sina hata ratiba ya kuondoka. Taarifa. We huko. Mjumba kama huu, mtu eti anataka akae peke yake. Jamani. Watu wengine mkoje? Mimi ndo nishafika. Na kuondoka hata siondoki leo wala kesho. Shauri yake. Na begi yangu ndo naweka hapa. Akitoka huko anapotoka atanionyesha sehemu ya kuliweka sehemu sahihi. Hata simtoshi.
Ewe. Nisikena kama nono. Na tota kaonene. Cho. Choto jamani. Atafeli sehemu gani sasa? Bebe uko ni sanga toa hanalalile. Cho. Yeah baby, ndio. Sawa, nimekuelewa mpenzi, usijali. Yaani mimi nakupenda sana kuliko hata mume wangu nyumbani. Unapenda kunifurahisha wewe. Sawa, basi tutawasiliana kesho. Sawa kipenzi. Haya. Mke wangu, kwa umeacha kukata simu huko unakuja kukata hapa. Hizi ni dharau gani unazonionyesha? Hivyo wewe mwanaume, ungekuwa umechoka haya mambo, basi ungenitekelezea ninachotaka. Ungekuwa unaninulia vijora vipya nini? Asa wewe mwanaume gani unashinda nyumbani umekaa afu unaniambia eti narudi usiku? Wewe mbona unachukuliaje? Unachukuliaje na kuuliza? Mke wangu, hii tabia mimi siitaki. Naomba hiyo mara ya mwisho na kuomba. Wewe ndio unasababisha mimi nakuwa hivi. Kwa sababu mimi nikitoka huko nje naona wanawake wenzangu wanabadilisha, wanaume zao wanawapendezesha, lakini wewe mwanaume wangu sasa, yani hata 2000 unashindwa kunipa mimi kanunue perfume hivi nijipulizie. Napita huko kwa Ashura wananicheka mimi nanuka kikwapa. Kwa sababu ya wewe mwanaume wewe. Muone kwanza yemu. Afu upo nyumbani tu umekaa eti na mke mwenyewe mtunzi. Kangu, usiache mbachao kwa msala upitao. Haya maisha ndio tuliamua kuyachagua. Ni vyema tukayaishi. Usitamani maisha ya watu, hatuishi kwa ajili yao. Haya ni maisha yetu sisi. Ipo siku tutapata tu. Yaani ili mimi nikuheshimu, inabidi unipendezeshe. Kwanza inabidi ujue wajibu wako, unipendezeshe, ninukie hadi nikipita huko majirani waseme, leo sala. Sasa wewe mwanaume gani ambao unashita umekaa lione kwanza. Alitoka chini kabisa, maisha ya tabu, akapambana. Maisha ndio niliyochagua. Lakini sasa naelekea kunishinda. Na kama hii hali itaendelea hivi, lazima nitafute namna ya kufanya. Muda mchache nimekuacha hapa umeshaanza kuwa mwenyeji kwanza kukagua milango. Hivi nani una shida gani wewe? Umeshindwa kutumia sehemu moja unakaa unazunguka huko ndani umekuwa mwenyeji? Haya kule.
Kinachokuchekesha nini? Unacheka cheka tu. Unacheka nini? Atakuwa mume wangu huyo. Siku moja ukimya ukageuka kilio chini ya kitanda. Mbona kama mambo yanazidi kuwa magumu sasa? Naona kabisa mchongo unaenda kuharibika huu. Watu wanazidi kuongezeka kwenye nyumba yangu. Itakuwaje? Nitaweza vipi kuwatoa watu nje? Itakuwa kweli ni mume wake au kuna mchezo unaendelea? Itabidi nifikirie cha kufanya. Shemeji. Asante. Hivi kwa shemeji, unakujaje kwangu bila taarifa? Umeshindwa hata kunipigia simu? Nini kinachoendelea? Bwashe, kwani kuna shida yoyote jamani mimi kukutembelea? Yaani mimi kuwepo hapa ni kwa ajili ya dada yako. Dada yako ndo alisema tukutembelee wewe. Ulishindwa vipi kunipigia simu? Ungekaa chini shemeji nikuelekeze. Nikae nini bwana shemeji? Kamese. Dada naomba nyamaza. Tena wewe nyamaza kabisa. Naongea na mume wako. Mnakuja kwa mtu bila taarifa yoyote. Ndio taratibu gani hizo? Simu hamna? Mwasiliano si yapo? Unakuja tu unajiendeendea tu kwenye nyumba za watu bila taarifa yoyote. Shemeji, hebu kaa kwanza. Kaa kwanza wewe. Si tumetokea huko Rombo. Tukasema sio bure tu tuje hivi na mikono mitupu. Nikasema bana siwezi nikabeba mkungu wa ndizi mzima. Lakini hata angalau nije na kichani hata kimoja. Pokea sheme. Hizo mtazipikia na nyama. Sister, ukitaka kupika jiko liko kule. Mimi natoka. Nimepata simu ya Zaura. Kuna mara naenda. Nataka utulivu ndani ya hii nyumba. Kisicho kuhusu achana nacho. Sister, nilisahau. Ukitaka kupumzika chumba chenu kiko mkono wa kulia. Chumba cha kwanza. Washemeni, kuwa na amani. Siku njema. Wakafika moja moja kutoka kijijini. Njaa masikini wakapewa makazi ndani. Lakini wakujua. Jamani. Wewe unazidi kuniaibisha. Msiangalie ulivyovaa. Ushamba umekujaa. Unaambia tunaenda mjini basi umefika kule stendi unashaka. Ndio maana nilikuacha. Hivyo mwanaume ubadiliki. Hebu niangalie hii nyumba na wewe ulivyo. Unafanana? Si bwana hata mimi hapa nimejivalia zangu kama Somali hapa. Naenda at least. Wewe. Hilo ni kofia sasa. Mke wangu. Ulisema kote meku. Unaibisha. Ni koti saizi jua kali hili. Unajua wewe umezidi tabia. Yaani kuliacha uniache. Tena kwenye nyumba ya kaka yako uniseme tena. Halafu mimi sipendi bwana na wewe. Basi. Unaruka kwako kule vipi unaruka tu.
muone na mkofi haraka. Haya, nyuka. Tunaenda wapi? Twende chumbani. Ameshakuelekeza hapa kwenda? Hivi na kuelekeza wewe masikio yako alipofanya kazi? Basi chukua na hizo ndizi basi utapika na nyama. Nani? Mashaiti yashaanza. Hapa ni kwako napanga paka na mashaiti utupike na nyama. Jamani, hivi ni mwanaume vipi? Hebu twende bwana. Shemeji yangu kanipata kweli jamaa. Kaka, ulikuwa una ujasiri gani ukitazama kitu kinachoendelea humu ndani kilichokuwa ananifanyia? Ina maana ujisi maumivu yangu yote niliyokuwa ninahisi hapa kaka. Nilikuwa sina jinsi, maana kila kitu nimeona toka jikoni kula. Dada Melina, wewe umenitoa wangu. Kuna shida gani? Kaka, nimekuita hapa, kuna jambo nataka nikueleze. Unajua sasa hivi kaka Kamese simuelewi kabisa yani mienendo yake sijielewi hata kidogo yani. Yaani umuelewe kivipi yani? Kaka, yani naona dalili zote yani. Kaka Kamese ananitaka kimapenzi, nakwambia tu. Dada Melina, inawezekanaje hivyo? Kaka kafanya kitu kama hicho? Kwanza mimi mwenyewe nashangaa. Yaani kaka wangu mwenyewe mimi anitake mimi. Mimi hata simuelewi. Yaani lakini dalili zote ninaziona. Mimi siamini. Akati kaka anajua sisi tumetoka tumbo moja kwa mama. Leo hii akutake wewe. Ina maana wanawake wengine nje hawajaona kutake wewe? Taratibu basi na wewe sijakasikia. Ndio hivyo sasa. Damelina, afu usifanye mimi niamini upuzi wako. Kaka, tangu lini nikakudanganya bana? Hili ni jambo la serious unajua mimi sitani. Juu umenitoa mimi naangalia TV huko. Umenitoa wangu mpaka hapa. Lakini unachoniambia ni vya ajabu. Nachokuambia ni cha kweli jamani. Basi sikiliza. Wewe kama unahisi mimi ninadanganya, wewe chunguza utajua tu. Wewe fanya tu uchunguzi, utaelewa kila kitu. Lakini yule kaka nishakueleza hivyo, wewe fanya uchunguzi. Sikiliza. Wewe Melina, wewe. Naomba nisikilize. Wewe sio mtoto mdogo. Ushakuwa. Alafu kwani mimi sio mwanaume? Unachogopa ni nini? Kaka, unamaanisha nini kusema hivyo wewe? Nisikilize mdogo. Mimi mdogo wako huwezi kunifanyia kama hivyo. Nisikilize Melina. Naomba tuende chumbani. Hapana kaka. Melina. Hapana. Kaka. Melina. Mimi ni mdogo wako, huwezi kufanya chochote unachokitaka wewe. Nyamaza. Chumbani. Kaka. Mimi ni dada yako. Mimi ni kama mama yako. Kuna sio kama. Mimi ni mama yako. Huwezi kunifanyia kitendo unachotaka kufanya wewe. Yule ni mama. Wewe sio mama. Na ndio maana nipo kwa ajili yako. Alafu ni kitu gani ambacho mimi sina? Pesa ninayo, kila kitu ninacho. Sasa nisikilize, nakuomba twende chumbani. Huwezi kunifanyia hivyo. Huwezi. Si ujue hata mwili wa mwanaume ukoje. Wewe ni kaka
mwenye pesa zake. Kuna kipi ambacho wewe upati humu ndani ya nyumba? Kila pesa utakayotaka mimi nakupa, chochote utakachosema mimi nakupa. Hakuna kipi ambacho mimi sijakutimizia wewe. Kuna vingine hata kakako sijakutimizia, lakini wewe mimi nakupa. Uliona hilo bado? Nisikilize mimi. Fikiria vizuri. Nisikilize. Naomba twende chumbani. Tutaongea. Naomba nyamaza. Twende chumbani. Huwezi kunifanyia kitu kama hicho. Twende chumbani. Kaka, huwezi kunifanyia kitu cha kikatili kama hicho. Sijui kuingiliwa na mwanaume yeyote hivyo, unanielewa? Sijui hata mwili wa mwanaume ukoje. Tafadhali usinifanyie hivyo. Niachie. Nafanyaje sasa kaka ili tutoke humu ndani? Merina, hapa hatuwezi tukatoka kwa sababu tayari kaka kashafunga mlango. Mimi naona njia rahisi, tunywe sumu. Unasemaje? Ndo njia pekee ya kutoka hapa. Hapana. Hatuwezi kujiua. Hatuwezi kufanya kitendo kama hicho. Ni lazima tutoke humu ndani. Dada Merina, utavunja mlango. Njia pekee niliyokuambia kutoka ndo hiyo tu. Hakuna njia nyingine zaidi ya hiyo. Ukiona nyumba kubwa usihisi ni salama. Kuna milango haipaswi kufunguliwa, na kuna siri zinazika roho hai. Maumbile si kila kitu ni kama kinavyoonekana. Ai, wa vipi hapo? Kama kaya babu. Wenye, mbona mmeziba njia? Vipi? Tulia, acha uoga babu. Sasa sikia. Tuache maneno ya bla bla nyingi. Oya, tuna dada yetu yuko Mahoni. Shaelewa. Amekula vuzi kinoma yani. Nisikizeni. Mimi sio gegedu kama mnavyonichukulia. Yaani gegedu inamaanisha kwamba mtu ambaye hawezi kuongea ila mimi naongea. Au nyinyi mnachukuliaje? Oa, babu, emsikia kwanza. Yaani unavyotuona hapa sisi tushatembea sana huko mtaani. Tumekuona hapa nyanyua miguu tusepe. Acha porojo nyingi. Wewe vipi? Unapeaje tonge mdomoni afu unatema na una njaa? Wewe koro nini? Sikilizeni. Kisheria kabisa inatakiwa mtoto wa kike atongozwe. Sasa dada yenu atananipenda. Wewe si malaya mbwa? Tunasema wewe ni malaya. Malaya mbuzi ulikuwaga zamani. Sasa hivi hamna cha malaya mbuzi wala malaya mbwa. Shanielewa. Wewe shapenda pendeka. Wewe sasa sikia. Wewe changanya miguu hiyo tuenzetu maskani au vipi? Ila kama ongea kitu hivi. Isitoshe muda unaruhusu. Yaani naweza kwenda na blaza sijui chochote kama mimi nitoka. Ama la. Ila sasa nataka nijue dada yenu ipoje wana. Yaani kishitabu fulani, mimi napenda watoto vipiuda. Unaelewa? Yaani nikisema kipiuda, yaani kitoto fulani hivi. Yaani sio nielezeje. Ila mimi nadhani mmenielewa. Sikia nikwambie. Sisi hatuwezi kusema wewe sijui, hatuwezi kuwa na kona. Ila sisi tunavyojua sisi dada yetu. Oya, ni pisi ya kwenda kwanza cha kwanza. Shanielewa. Sasa sikia. Yaani wewe kwanza ukimuona tu wewe anawaka. Yuko hivi. Wewe tuenzewe tutamuona tatu zote anazo. Unazo sijua wewe. Oya,
Ukitema utajilaumu, maana baada ya kutema tonge likiingia mchanga ndo unasikia laza mdomoni, unatamani uliokota afu tayari mbwa kafika. Sasa sikia, kama vipi changanya miguu tu tuenze tu maskani au vipi? Uko tusiende unashangaa nini? Tu